mmekaa kwenye ndoa kwa muda mrefu kidogo, ama mlikuwa kwenye mahusiano ambayo yanatoa viashiria vya moja kwa moja kwamba kuna uhalisia uwepo wa ndoa hapa, yani mmekaa kwenye mahusiano ya muda mrefu mkiishi pamoja. Sasa baadaye mkaja kuachana na ikaonekana zile mali zimeandikwa kwa jina la mtu mmoja, yani umiliki wa zile mali kama ni hati ya nyumba ama ni magari yameandikwa kwa jina la mtu mmoja, tuseme ni mwanaume ama ni mwanamke. Sasa ni mambo gani ambayo yanaweza kukusaidia mpaka ukaingia kwenye umiliki halali wa vile vitu? Ukifuata utaratibu wa kisheria, kwa sababu ile ni mkataba. Kumbuka kwenye mambo yanayohusiana na ndoa na mikataba hii hapa, hizi ni civil cases, niseme ni civil, zinaongozwa na sheria binafsi. So kama wewe hautoamua kushtaki, hakuna mtu atakaye kulazimisha ushtaki na mambo yataishia hapo. Lakini kama utaamua kushtaki, unaweza kutumia njia gani na mambo gani yanaweza kukusaidia? Mara nyingi mahakama waga inatazama mchango ambao mtu alikuwa anautoa. Kama ni mwanamke, zile mali zote zimeandikwa jina la mwanamke, mahakama itaangalia zaidi mchango ambao mwanaume aliutoa wakati mwanamke anatafuta zile mali. Kwa mfano kama ni huduma ya ndani, na pia kama ni mwanaume ndio jina lake liko pale, wataangalia pia vile vile mchango ambao mwanamke alikuwa anautoa wakati mwanaume akichuma zile mali. Kwa mfano kama kulea watoto, kufanya kazi za nyumbani, kumsaidia mwanaume kazi za nyumbani. Kwa zile pale zinahesabika pia kama huduma za kupatikana kwa zile mali. Kwa kitakachofanyika pale, zile mali zitagawanywa kwa pande zote kutokana na hiyo sheria. Kumbuka ukishaingia kwenye ndoa, umeingia kwenye mkataba. Unatakiwa uangalie mapema na utazame mapema mtu ambaye unataka kuingia naye kwenye mkataba wa ndoa ni mtu wa namna gani. Lakini kitu cha mwisho cha kukumbusha hapa, kumbuka kwamba sio lazima mkafunge ndoa kanisani au kwenye ndoa za kisheria, labda kwa mkuu wa wilaya na sehemu nyingine ambazo zinaruhusiwa kufunga ndoa za kisheria, au msikitini ndio isabike kwamba ni ndoa. Hapana, kuna ile presumption of marriage. Hata ukikaa na mtu kwa muda ambao umeweka na sheria ya presumption of marriage, na vikapo vithibitisho ambavyo vinaonyesha kwamba nyinyi mliishi kama wanandoa, mkisaidiana, mkiishi maisha ya kawaida kama wanandoa. Kuna vijana wanaishi maisha hayo wengi sana na hawajaoana. Inakuja kuchukuliwa kama ndoa rasmi na itachukuliwa kama ndoa rasmi. Na pia kuna zile ndoa za kimila na zenyewe zinatambulika kama ndoa kisheria. Kwa zingatia hayo mambo, sio mpaka uwe kule kwenye hizo ndoa za kanisani, sio wapi kule. Hata kama ni mambo mliishi mchukua mkabebana mkaishi pamoja, hii itakosi. Kwa unatakiwa utake risk mapema, angalie mapema kwamba ni mtu wa namna gani unaenda kuingia naye kwenye relation, kwenye mahusiano ya kindoa. Kama wewe ni mwanaume, chunguza mapema mtu ambaye unahitaji kuingia naye. Lakini kama wewe ni mwanamke vile vile